Katika kipande hiki kidogo cha ardhi, historia ilianzia, na wengi wanaamini hapa ndipo historia itakapohitimishwa. Huu si mji wa kawaida. Ni mji ambao kiongozi yoyote wa dunia anayetafuta utukufu lazima uangalie. Lakini kwa nini Jerusalem? Kwa nini mji huu mmoja unashikilia amani na vita ya dunia nzima? Karibu kwenye Simulizi Zinaishi. Leo tunapasua siri ya Jerusalem, pale imani, intelijensia na hatima ya binadamu vinapokutana. Jerusalem ni mji ambao ukubwa wake ni mdogo sana kijiografia, lakini uzito wake unatosha kuleta amani ya kimataifa au kuanzisha vita ya tatu ya dunia. Huu ni mji ambao hauna mafuta, hauna viwanda vikubwa na hauna bandari, lakini marais wa mataifa yenye nguvu zaidi duniani kuanzia Washington hadi Moscow hulazimika kuutaja kwenye hotuba zao. Jerusalem ni kitovu cha imani tatu, nikiwa na maana ya kwamba nguvu ya kwanza ya Jerusalem ipo kwenye roho za watu. Kwa Wayahudi hapa ndipo mahali patakatifu zaidi, nyumba ya hekalu la kwanza na la pili. Kwa Wakristo hapa ndipo aliposulubiwa na kufufuka Yesu Kristo. Na kwa Waislamu mahali hapa kuna Al-Quds, msikiti wa tatu kwa utakatifu baada ya ule wa Makka na Madina. Kwa hiyo unapogusa Jerusalem haugusi ardhi tu, unagusa imani ya watu bilioni 4 duniani. Hii ndio sababu uamuzi wowote mdogo kuhusu mji huu unaleta maandamano kutoka Indonesia hadi Morocco. Kijiopolitik, Jerusalem imekuwa kigezo cha nguvu ya Mashariki ya Kati. Tangu mwaka 1967 baada ya ile vita ya siku 6, Israeli imekuwa ikiudhibiti mji huu, na kwa upande wa jumuiya ya kimataifa imegawanyika. Swali gumu na jepesi ni hili: kwa nini mataifa yanateseka? Na jibu la haraka ni kwa sababu Jerusalem imekuwa kama kipima joto cha uhusiano wa Mashariki na Magharibi. Kwa mfano, Marekani ilipohamisha ubalozi wake kwenda Jerusalem mwaka 2014 ilitikisa meza ya diplomasia duniani kote. Kwa mataifa mengi ya Kiarabu na Kiislamu, Jerusalem ni mstari mwekundu ambao haupaswi kuvukwa. Na hapa ndipo tunapoingia kwenye ukweli mchungu wa kwa nini dunia mpaka leo haipati suluhisho. Unajua, tatizo la Jerusalem ni kwamba kila upande unaona mji huu kama kitambulisho chao cha msingi. Huwezi kuwa na taifa la Palestina bila Jerusalem Mashariki kama mji mkuu, na huwezi kuwa na taifa la Israel bila Jerusalem kama mji mkuu wa milele. Huu ndio mkwamo unaoyatesa mataifa. Kila mpango wa amani tangu Oslo hadi sasa umeshindwa kwenye kipengele cha Jerusalem. Ni mji unaowaunganisha watu kwa imani, lakini unawatenganisha kwa siasa. Na kwa sababu hiyo Jerusalem itaendelea kuwa kitovu cha migogoro ya dunia kwa miaka mingi ijayo. Si kwa sababu ya silaha zilizopo pale, bali kwa sababu ya thamani yake isiyoonekana. Lakini yote 9-10. Hivi umeshawahi kujiuliza ni kwa nini Jerusalem ni uwanja wa vita mataifa makubwa? Urusi, China na Marekani yenyewe. Hapo ndipo kuna mzizi na siri kubwa ya geopolitics ya dunia. Usikose sehemu ya pili ya Jerusalem, tutakayojikita kuangazia namna mataifa hayo yalivyogawanyika kimsimamo kuhusu Jerusalem, jambo linalotishia amani ya dunia. Kwa sasa na kuacha na swali hili: hivi unafikiri kuna siku mataifa yatafika mwafaka kuhusu mji huu, au Jerusalem itaendelea kuwa sababu ya kutofautiana kwa dunia? Hebu niachie maoni yako hapo chini. Mimi ni Omar Zongo na hii ni Simulizi Zinaishi. Tafadhali usiache kusubscribe ili usipitwe na video zetu. Bye.